tulionayo katika dira ya dunia. Israel inasema imeanza mfululizo mwingine wa mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Mojtaba Khamenei kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Watanzania zaidi ya 200 mchana wa leo wamerejea nyumbani kwa ndege maalum ya shirika la ndege la Tanzania baada ya kukwama Dubai kwa muda kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tumetoka Dubai, lakini Mungu ametunusuru. Karibu na lodge yetu tumekaa, bomu imepigwa, jamaa kalipuka na taxi hapo amekufa. Hofu ilikuwa ni kubwa chumbani, unajifunika, unatetemeka, lakini namshukuru Mungu kwa kweli nimerudi salama. Na mamlaka nchini Kenya zinasema watu 42 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa na mafuriko. Kitendeka alikuwa kwenye biashara yake ndogo ndogo, alikuwa anauza mayai ya wholesale. Sasa baada ya maji kuzidi akashindwa kuvuka mto. Sasa alipokuwa anataka kuvuka mto, maji ikamchukua. Viwanjani, wachezaji 23 watolewa nje kwa kadi nyekundu baada ya mapigano makubwa nchini Brazil. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mote. Baraza la wataalam la Iran limemchagua Mojtaba Khamenei kuchukua nafasi ya babake Ayatollah Ali Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo. Hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hajafurahishwa na uteuzi wa Iran wa Mojtaba kama kiongozi wake mkuu mpya. Mtangazaji Brian Kilmeade wa shirika la habari la Fox News amesema kwamba alizungumza na rais Trump baada ya tangazo hilo, ambaye alisema sijafurahia. Hayo yakijiri, BBC Passion imekuwa ikisikia kutoka kwa watu ndani ya Iran kuhusu jinsi walivyopokea habari za uteuzi wa Mojtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi yao. Mwanamke mmoja uko Tehran mwenye umri wa miaka 40 anamtaja Mojtaba kama mbaya zaidi kuliko baba yake. Mwanamke mwingine vilevile anasema kuwa yeye ni mbaya zaidi na mwenye ukandamizaji mwingi kuliko baba yake. Nchi mbalimbali duniani zinajitayarisha kukabiliana na hali ngumu, huku bei za mafuta na gesi zikiongezeka na masoko ya hisa ya kidorora. Nchi za Afrika nyingi zikiwa zinategemea uagizaji wa mafuta kutoka nje zimeanza kupitia athari za kutatizwa kwa usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz. Safari ama sarafu ya Afrika Kusini na Misri zimedhoofika huku hofu ya mfumuko wa bei ikienea. Serikali kadhaa bara Asia zimeharakisha kuchukua hatua ili kupunguza athari, kama vile Bangladesh imefunga vyuo vikuu vyote kuanzia Jumatatu kama sehemu ya hatua za kuokoa umeme na mafuta. Nchini Ufilipino, serikali imetangaza wiki ya kazi ya siku 4 kwa wafanyikazi wa serikali. Korea Kusini na Ufilipino vilevile zimeonya wananchi dhidi ya kuhifadhi bidhaa kwa wingi. Watanzania zaidi ya 200 mchana wa hii leo wamerejea nyumbani kwa ndege maalum ya shirika la ndege la Tanzania baada ya kukwama huko Dubai kwa muda kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Shirika la ndege la Tanzania ATCL linasema kwamba si kawaida wao kutuma ndege kubwa huko Dubai, lakini kutokana na uhitaji mkubwa imebidi kufanya hivyo na huenda wakatuma tena ndege nyingine siku za karibuni. Zaidi na Ahmed Bahaj. Afisa mwendeshaji mkuu Captain Arif Jina amesema ndege hii ilikuwa ni ya gharama nafuu, sio bure, na abiria wote waliopangwa kuja wamekuja licha kwamba wamelazimika pia kuacha mizigo. Mashirika ya ndege ya kimataifa yaliahirisha safari za kuelekea Mashariki ya Kati tangu Iran ilipoanza kulipiza kisasi hatua ya Marekani na Israeli dhidi yake kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani zilizo katika mataifa ya Kiarabu katika eneo hilo. Ndege zinazoingia na kutoka katika viwanja vya ndege vya Tel Aviv, Dubai, Doha na vituo vingine vya kimataifa katika eneo hilo zimesitishwa. Iran imefanya mashambulizi katika mataifa ya Ghuba kama sehemu ya kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyoanza mapema Jumamosi tarehe 28 mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ufaransa imesema itatuma meli 2 za kivita zaidi kama sehemu ya mpango wa
kijasusi wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Bahari ya Shamu. Tangazo hilo lilitolewa na Rais Emmanuel Macron alipokuwa akitembelea eneo la Cyprus, ambapo kambi ya kijeshi ya Uingereza ililengwa na droni iliyotengenezwa na Iran wiki iliyopita. Alisema kuwa Umoja wa Ulaya inaandaa misheni ya ulinzi ya kuwalinda. Alizungumza baada ya kukutana na Rais wa Cyprus Nikos Christodoulias na Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis. Aliongeza kuwa pale Cyprus inaposhambuliwa, basi Ulaya pia inashambuliwa. Ghana imetoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola kulaani shambulio la makombora la hivi karibuni dhidi ya ujumbe wake wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon. Akizungumza katika mkutano 26 wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Madola huko London, waziri wa mambo ya nje Samuel Okudezo Abalakwa ameonya kuwa vitendo kama hivyo vinajumuisha uvunjifu wa kila kanuni ambayo inatetewa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Agnes Penda anaeleza. Wanajeshi wa Ghana walikuwa wakihudumu katika kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, yani UNIFIL, wakati kituo chao kilipopigwa na makombora baada ya uhasama kuongezeka katika eneo hilo Ijumaa iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Ghana ilisema kuwa mmoja wa askari ambaye alipata majeraha mabaya miguu yote miwili na nyonga amefanywa upasuaji baada ya kupelekwa Beirut na kwa sasa anaendelea kupata nafuu. Mitandao ya kijamii ilijaa video zinazoonyesha uharibifu mkubwa wa vifaa vya vikosi hivyo vya kulinda amani vya Ghana. Tukio hilo linakuja wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka na kuzua wasiwasi kuhusu usalama wa wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa waliotumwa kusaidia kudumisha utulivu kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Na huko nchini Nigeria, watu waliojihami wametekeleza msururu wa mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi katika jimbo la Borno kaskazini mwa nchi hiyo, kulingana na vyanzo vya ndani na taarifa zilizotolewa na kundi la waasi. Ripoti zinaonyesha kwamba wanajeshi kadhaa wamepotea baada ya mashambulizi hayo ambayo yalilenga maeneo ikiwa ni pamoja na Konduga, Dalori, Jakana na Marte. Ripoti za ndani pia zinaonyesha kuwa baadhi ya maafisa waliokuwa kwenye doria walipotea. Kundi la Islamic State West Africa Province, ambalo ni tawi la kundi la Islamic State, limekiri kuhusika na mashambulizi hayo kupitia shirika la habari linalohusiana na ISIS la Amaq. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mote. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yakikujia kupitia FM na radio wa shirika. Nchini Tanzania unaweza tupata kupitia Abud FM, Radio Kwizera, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio 1, Loliondo FM na hata Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Ukiwa Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Most FM, Wanedu FM, County FM, Nyota FM pamoja na Gulf Radio. Na nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Mimi naitwa Roncliffe Odit. Tuanze matangazo yetu huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Iran dhidi ya Israel na nchi za Ghuba yanaendelea kwa nguvu kali. Mamlaka nchini Bahrain zinasema watu 32 walijeruhiwa katika shambulio lililotokea kusini mwa mji mkuu Manama. Hii ni idadi kubwa zaidi ya waathirika katika shambulio moja la Iran. Maafisa nchini Qatar wamewakamata zaidi ya watu 300 kwa kutuma picha na video za kile walichokiita taarifa zisizo sahihi wakati wa mashambulizi hayo nchini Iran. Elizabeth Kazibure anatufungulia matangazo yetu jioni hii. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, milipuko inaendelea kusikika katika mataifa ya Ghuba, huku watu wasiopungua 32 wakijeruhiwa nchini Bahrain kufuatia